Shalom, shalom, Bwana Yesu asifiwe. Na namshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku nzuri ya leo ambayo tumekutana tena kwa kujifunza neno la Mungu. Karibu sana wewe ambaye ni mtu wa mara kwa mara kuja katika channel hii kujifunza. Ninaamini Mungu amekubariki sana kupitia vipindi hivi. Na wewe ambaye ni mara yako ya kwanza, ninakualika usichoke, uwe unasikiliza mara kwa mara channel hii. Na Mungu atakutana na haja ya moyo wako. Mungu afanye vitu vyake katika namna ya popcorn, lakini kwa kidogo kidogo Mungu anafanya jambo kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo, ninakualika tena Roho Mtakatifu saa hii na wakati huu katika neno hili ambalo naenda kulifundisha saa hii. Roho wa Mungu, ninaomba ukaseme na mtu mmoja, ongea naye, zungumza naye, badilisha maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Mungu kwetu ni mwema kwa kweli, na mpaka tumekutana tena siku hii ya leo. Mungu ni mwema. Yatupasa kumshukuru Mungu sana kwa kila jambo ambalo anafanya maishani mwetu. Na pia wewe ninakuomba ukamshukuru Mungu kwa kila jambo ambalo amelifanya maishani mwako. Hata ile ambalo halijafanyika, yote ni katika utukufu wa Bwana. Leo tunaenda kujifunza somo zuri sana ambalo linasema ni kibali kwa mfalme. Kibali kwa mfalme. Watu wengi sana huwa wanazungumza kwa habari ya kibali. Mwingine anasema mimi sina kibali kabisa. Mwingine anasema Mungu atanipaje mimi kibali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kibali sio kwamba mtu anatembea nacho tu. Na kuna wakati kibali huwa kinakuja, mtu anakuwa amezaliwa nacho. Kuna kibali huwa kinakuja kwa wakati ulioamriwa. Sasa mimi nitazungumza kwa habari ya kibali ambacho kimekuja kwa wakati ulioamriwa. Bwana Yesu asifiwe. Kibali kwa mfalme. Mungu anapotaka kumuinua mtu au kumheshimisha mtu, lazima amkutanishe na watu. Kwa hiyo anakukutanisha na watu ambao wamekaa katika nafasi. Hawa ni watu wakuu. Hawa ni watu wenye mamlaka. Hawa ni watu ambao wanaweza wakapushi jambo lako. Ndio hawa ambao Mungu anakutanisha nao. Kwa hiyo kitu cha kwanza, Mungu anapotaka kukupa kibali, Mungu anapotaka kufanya jambo kwako, anatanguliza kibali kwa mtu fulani. Kwa hiyo mtu anaweza akasema unajua mimi sina kibali, anamaanisha kwamba labda hana bahati nzuri katika mambo fulani. Lakini kuna jambo fulani ambalo Mungu anataka kukufanyia wewe. Akitaka kukufanyia, anakupa kibali kwa mtu mmoja. Yaani mfano Mungu anaweza akawa anataka kupandisha cheo. Akiwa anataka kupandisha cheo, anaanza kukupa kibali kwa mtu wa juu yako. Anaweza akawa ni supervisor, anaweza akawa ni mtu wa juu zaidi, bosi katika ofisi. Atakupa kibali kwa muda hata mfupi wa ule muda ambao anataka akupandishe kwenye hicho cheo. Mungu atakupa kibali na kukukutanisha na watu fulani. Ikiwa anataka uingie mfano kwenye siasa, anaanza sasa kukutanisha na watu ambao ni wanasiasa, wamebeba siasa. Unaanza kuona kwani hukua kabisa hata na ile nani mwamko wa siasa kabisa. Lakini unashangaa unakutana na hawa watu, wanaanza kukuambia hebu ingia hapa bwana, hebu fanya hiki. Kwani wewe unashindwa kufanya hiki hapa? Hebu fanya hiki hapa. Unajikuta umeshaingia pale tayari umekuwa mbunge. Unajikuta umeenda umeshakuwa katibu. Kwa sababu gani? Ni Mungu anataka ukae katika ile nafasi. Kwa hiyo anaanza na process kwanza kukutanisha na mtu fulani ambaye yuko kwenye nafasi ile ya juu. Kwa hiyo Mungu anakuita katika utumishi fulani, anaanza kidogo kidogo na kukutanisha na huyu, anakukutanisha na huyu, kwa namna utaanza kujifunza kwa huyu, kwa hiyo unaanza kupata kibali, mwisho wake Mungu anakuweka katika ile nafasi ambayo anataka kukuweka wewe. Kwa hiyo Mungu huwa anaanza kwanza kwa kutengeneza mazingira ya huyu mtu kuingia kwenye hilo eneo. Anatengeneza mazingira ya mtu kuingia Kanaani. Sasa katika kukutengenezea mazingira ya wewe kuingia, kuna uwezekano kukawa katika yale mazingira ukayaona magumu ya wewe kuingia, au yakawa tu ni mazingira ya kawaida, yakawa ni mepesi. Tunaangalia wana wa Israeli. Mungu alianza kwanza kuyatengeneza mazingira ya wao kuhakikisha wanaingia kwenye utumwa haswa mpaka wachoke. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anaweza akakutoa katika comfort zone.
Yaani unakuwa mahali, mfano Mungu anataka wewe, amekuita kuwa mfanya biashara mkubwa, lakini huko kwenye ofisi unafanya kazi ya mtu. Yaani mtu anakutumia sana kuingiza pesa, lakini Mungu anakuona kabisa kwamba wewe ukitumia ulichonacho, ujuzi aliokupa, kalama aliyokupa, utafika mbali. Kwa hiyo anachokifanya, anaanza kustea up, anaanza kutingisha vitu mle ndani. Unaanza kuchukia, unaanza kusema mimi basi sijui, yani ni bora hata ningekuwa na kitu changu mimi nafanya. Umeona? Kwa hiyo unaanza kuona hayo mambo, unaanza kuona bosi anakufanyia hiki vituko, wafanyakazi wenzako vituko. Ukifanya kazi hii, umefanya hii, mwingine anakuja ana represent kama yeye ndo kafanya. Yaani vituko ambavyo mpaka unasema this is enough. Hebu ngoja mimi na mimi nikafanye kitu cha kwangu. Kwa hiyo ndio namna ambayo situation Mungu anaanza kuziweka kwako. Kwa hiyo kitu cha kwanza anaanza kutengeneza yale mazingira. Unaanza kuona zile situation ambazo kama wana wa Israeli walivyokuwa. Waliingia kwanza katika utumwa. Mungu aliwaweka katika utumwa. Kwa hiyo alivyowaweka katika ule utumwa, wakaanza kuona kwa kweli hapana, hii ni ngumu. Akaleta situation nyingine, akamchukua Musa akaenda akampiga mtu huko Misri. Musa akaona nini, akakimbia kwa aibu. Mungu alivyokimbia kwa aibu, ilikuwa ni kama vile Mungu anataka ajiseparate asijiseparate ili Mungu aweze kuongea naye. Mungu akaenda akaongea naye kwa habari ya kurudi tena kwa ajili ya wana wa Israeli, kwa ajili ya kuwakomboa. Umeona? Kwa hiyo ni situation ambayo Mungu anakuwa anai-create kwako. Na hawa wana wa Israeli ilichukua miaka 40, kumbuka, kuzunguka katika ile Misri mpaka wafike katika Kanaani. Katika ile miaka 40 kuna vitu walikuwa wanajifunza. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anaweza akasema na wewe kwa habari ya kitu fulani ambacho utakuja kufanya, lakini ikachukua muda sana kufika, kwa sababu katikati pale Mungu anakuwa kuna vitu anakufundisha, ili unapoingia katika kile ambacho Mungu anataka ukifanye, chochote utakachokutana nacho kule, ujue namna ya kupambana navyo, ujue namna ya kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana baraka za Mungu sio za popcorn hizi ambazo unaziona. Unakuwa na baraka ya popcorn bila kupitia mchakato wa aina yoyote. Kuna mchungaji wangu mmoja anasema lazima upitie michakato. Pitia michakato, pitia mchakato. Katika maisha, mtu ambaye amepita katika mchakato ni rahisi sana, sio rahisi sana kusukwa. Nyumba ambayo imejengwa katika mwamba ni tofauti na nyumba iliyojengwa katika mchanga. Kwa sababu nyumba iliyojengwa katika mchanga, zikija dhoruba inafanya nini? Inazolewa. Lakini nyumba ambayo imejengwa katika mwamba, hata zikija dhoruba za aina gani, ile nyumba haiwezi kuzolewa, kwa sababu imewekwa katika misingi iliyo imara. Kwa hiyo Mungu anaweza akakutoa, akaanza akakufundisha hiki, akakufundisha hiki. Ukaona kama vile labda unachelewa, ukaona kama vile kile kitu ambacho nilikuwa natarajia kinaenda kutokea, mbona hakitokei? Lakini ni kwa namna ambavyo Mungu anataka akufundishe, akutengeneze, kama vile mfinyanzi anavyokuwa akitengeneza chungu, anakitengeneza kwa umakini sana, ili kinapokuwa kinatoka kile chungu kisiwe kina mabonde, kisiwe na chochote, na akiona kimekaa vibaya anabomoa, anafinyanga tena. Kwa hiyo na Mungu pia anakuangalia, anaona hapa naona hatujakaa vizuri na huyu, anakubomoa, anakufinyanga tena. Ndio pale unaanza kuumia, ndio pale unaanza kulia, unaanza kufanya hivi, anakutafuta machozi, anakutafutia watu wanakupiga kidogo na nini, mgongo, unasonga mbele, unaendelea tena. Kwa hiyo ndio namna Mungu afanyavyo kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu daima kwetu ni kimbilio na nguvu, msaada tunaokimbilia nyakati za shida. Hakuna sehemu nyingine yoyote ambayo tunaweza tukakimbilia zaidi ya kukimbilia kwa Mungu. Na Mungu anasema kwamba mawazo yake yanayotuwazia kwetu sisi ni mawazo ya kutupa tumaini siku zetu za usoni. Kwa hiyo ni Mungu ambaye mara zote anatuwazia mema. Kwa hiyo anakuwa anakuwekea, akisema mawazo yake, ina maana na plans, mipango yake. Kwa Mungu anaposema mipango nilionayo kwako, inamaanisha Mungu huwa anakuwa na mipango kwetu. Huwa anakuwa na mipango kabisa kwetu, kwamba huyu hapa na atafika hapa, lakini kabla hajafika hapa atapita katika njia hii, atapita katika njia hii. Kwa hiyo hizo zote ni plan ambazo Mungu anakuwa ameziweka. Kama vile ambavyo watu wanakuwa na mipango mikakati ya ofisi, wanakuwa na plani za serikali, ndivyo ambavyo Mungu anaweza akawa na mpango mkakati kwako wewe. Na unaweza kumuuliza Mungu, naomba nijue mpango mkakati juu ya maisha yangu.
unapanga nini kwangu? Hebu nidhihirishe, hebu nionyeshe, hebu nataka niende according to your will. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukimwangalia Esther ni mmoja wapo ambaye alipata kibali kwa mfalme, na huyu ni mfalme Ahasuero. Mfalme Ahasuero alikuwa na mke anaitwa Vashti. Sasa Esther alitengenezewaje situation? Esther alitengenezewa situation kwa maana kwamba Mungu alikuwa anataka aingie pale, lakini alikuwa anataka aingie katika nafasi nzuri na kubwa ya mfalme. Na kwenye ile nafasi alikuwepo Vashti. Kwenye hiyo nafasi Vashti alikuwa ni dada mzuri sana, anapendeza kwa sura, lakini Mungu akatafuta situation. Kuna siku mfalme akawa ametengeneza event fulani, na akatamani na mke wake awepo pale. Kwa hiyo akatuma watu, akamwambia mwende kamuite malkia aje hapa ajumuike, wageni wamuone, kwa sababu yeye ni kama pambo kwake, waje wamuone wageni. Vashti akafanya kiburi, akakataa. Akasema mimi siendi, na mimi nina shughuli zangu huku, na mimi nina banquet yangu huku nafanya. Mfalme akakasirika. Lakini zaidi ya hayo, mfalme alikuwa na wapambe, na wao wakasema jamani, katika hii nchi yetu, katika huko wetu, tukianza kuruhusu wanawake watupande kichwa, ukifanya wewe mfalme, wanawake wote watatupanda vichwa. Kwa hiyo hapa cha kufanya, huyu lazima apate adhabu. Kwa hiyo mfalme akamfukuza Vashti. Kwa hiyo katika kumfukuza Vashti ndio akaanza kutafuta sasa mke. Kutafuta mke, akaitafuta mabinti wengi, na mmoja wapo alikuwepo Esther. Esther alikuwa ni mzuri, alikuwa na tabia njema, mpole, na alikuwa ni yatima. Alikuwa hana wazazi, anaishi na mjomba wake. Basi kuitwa Esther akapata kibali. Kwa hiyo Mungu akawa ametengeneza ile situation ili Esther aweze kuingia kwa mfalme. Kwa hiyo Esther akajikuta ameingia kwa mfalme, na alipoingia kwa mfalme akawa amependezwa naye, akampenda, akasema huyu ambaye ndio ambaye ninamhitaji. Tukimwangalia Yusufu kwenye kile kitabu cha Mwanzo 30, Yusufu naye alitengenezewa situation ili ndugu zake. Yusufu alikuwa ni mmoja wa watoto 12 wa Yakobo. Kwa hiyo akatengenezewa situation ili ndugu zake wamchukie. Wakishamchukia wamtupe, wakishamtupa aje aokotwe na Wamisri. Akishaokotwa na Wamisri ajikuta amepelekwa kuuzwa kwenye jumba la ufalme. Kwa hiyo akatengenezewa hiyo situation, akauzwa kwenye jumba la ufalme, na Mungu akampa kibali kwa mfalme. Tunamwangalia naye Danieli pia naye alitengenezewa situation ya namna hiyo ya kumthibitisha Mungu wake. Akatengenezewa namna ambayo mfalme akawa anamhitaji sana, kiasi ambacho sasa akaona huyu ndio ambaye ninaweza nikaenda naye. Kwa Mungu anaweza akakaa na kutengeneza situations mbalimbali kama hizo, ambazo anakupeleka mahali fulani, akishakupeleka kule ndipo sasa wale watu wanaanza kuona ulicho nacho. Kwa sababu mtu hawezi kujua ulicho nacho mpaka kile kilicho nacho kionyeshwe mbele za hao watu. Kwa hiyo anakupeleka ili kile kilicho nacho cha kwako kionekane. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza akakupeleka mahali, unaweza ukawa unaomba sana kazi, lakini Mungu akawa anakupeleka mahali kwenda ukajitolee tu. Kwa sababu Mungu anataka wale ambao wako pale wakuone ujuzi wako. Kwa sababu kuna wakati yawezekana unafeli interview kwa vitu vidogo tu. Yawezekana interview zako unafeli tu kwa sababu CV kuiandika vizuri, huitwi kwenye interview. Au ndio wamekuhurumia, wamekuita, wameshortlist kwa sababu kuna mtu anamhitaji, kwa hiyo anasema hebu tuweke nyomi ya watu waingie tu ili tupate jinsi ya kuchuja. Kwa hiyo na wewe unajikuta umeingia huko hivyo kimungu, umeingia, CV yako imepokelewa, lakini sasa unapofika kwenye interview unashindwa tu kwa sababu ya jinsi ya namna ya kuongea katika interview, namna ya kuvaa katika interview, namna ya appearance ulionayo katika interview. Yaani appearance tu ulionayo wewe kama wewe, namna unavovaa, unavaa kivipi? Umepiga mswaki. Maana mwingine anaenda kwenye interview hajapiga mswaki. Mwingine anaenda interview ana macho mekundu. Ukijiona ni mtu ambaye una macho mekundu, tafuta miwani ile ya plastiki. Sio sunglasses.
Miwani ile ya plastiki. Jifanye unavaa miwani. Umeona? Kwa ukivaa miwani utaonekana tofauti. Lakini watu wakisha kuona na macho mekundu wanajua kapiga bangi jana huyu. Kwa hiyo hata ile interview pia unaondolewa kihivyo tu. Unaenda kwenye interview umeshindwa hata kutupia kikoti. Au tuseme labda ni mwanaume umeshindwa kupitia kikoti. Unafika pale umevaa blouse, hujui kama wewe blouse yako umeivaa ni ya muda mrefu. Sababu wanaume bwana huwa wanavaa nguo zao muda mrefu sana na hawajijui kama wamevaa nguo za muda mrefu. Kwa hiyo umevaa kwa nguo ya muda mrefu unasahau. Kuwa na hata shati yako mbili tu za kuziweka tu kwa ajili ya interview tu. Basi nasema hizi sizivaa hizi. Ikifika interview ndo navaa. Vaa hizo. Au ukiona umevaa piga ya zamani, chukua kikoti pigilia. Interview. Wewe unaweza ukawa unafeli kwa njia hiyo tu. Umetembea sana, umepiga moka zako vizuri, lakini kwa sababu umetoka kwenye daladala kutoka pale paka kwenda kwenye interview session, sehemu ya interview ni mbali, mavumbi nini, umefika pale viatu vyote vimejaa vumbi na umesahau hata kusafisha hivyo viatu. Unaingia navyo hivyo hivyo. Yeye ushajisqualify. Unaingia pale kwenye interview, namna ya kukaa hujui. Unakaa. Umefika kwenye interview, badala ya kuangalia watu kwenye interview wewe unaanza kuangalia pembeni au unaangalia chini. Unakaribishwa maji, unasema no thank you. Unaambiwa okay, haya anza kujielezea, uangalie mtu. Yaani kuna vitu vidogo sana ambavyo vinaweza kama unamkosesha mtu interview. Kwa hiyo Mungu anaweza akakusababisha uende ukafanye tu volunteer, ina maana unapita tu, lakini Mungu anajua kabisa una ujuzi, ila kwa sababu hujui tu kitu fulani unaenda pale unajitolea. Ukishajitolea unashangaa watu wanajua, wanaona kumbe unaweza, kumbe huyu ni mchapakazi, kumbe huyu bwana huyu mbona tuanze sasa kumconsider tu, tutoe nafasi za ndani. Unatoa nafasi. Mimi kama mara 2 hivi nimepata kazi kwa namna hiyo, mara kwenye ofisi 2. Ofisi ya kwanza nijitolea kwa muda mfupi, nikaingia moja kwa moja kazini. Ofisi ya pili pia nijitolea, nikaingia moja kwa moja kazini. Wakasema bwana tunatafuta mtu humu ndani. Lakini walikuwa wananitarget mimi. Nikaingia nikapata. Kwa hiyo inakuwa namna kama hiyo. Kwa hiyo Mungu anaweza akacreate mazingira ya wewe kukutana na mume wako, mazingira ya wewe kukutana na mke wako. Yaani hivyo circumstances ambazo Mungu anakuwa anaziweka ili kwa kukutana na haja ya moyo wako. Pia anakupa kitu cha tofauti. Okay? Point ya kwanza nimesema kwanza anatengeneza mazingira akitaka kukuinua na kutaka kukupa kibali. Ya pili anakupa kitu cha tofauti ambacho kitakutofautisha. Kila mtu ana jambo lake la tofauti ambalo linamtofautisha. Hatufanani. Sasa unapojaribu kuwa mtu mwingine, hapo ndipo unakuwa unaharibu. Lakini Mungu anakupa kitu cha tofauti na hatuwezi kufanana na hatuwezi kufanya vitu kwa pamoja. Kuna wakati tunakutana watu ambao wote tuna vitu vinafanana, ni sawa, hiyo inatokea. Lakini mara nyingi kuna kuwa na utofauti, kuna kuwa na ujuzi wa tofauti. Kuna mtu ni muongeaji sana, anajua kuongea sana. Kuna mtu sio muongeaji. Vyote hivyo ni vitu vya kutofautisha na vyote hivyo ni silaha zako. Ukiwa muongeaji ndio ni silaha ya kwako. Ukiwa sio muongeaji pia ni silaha ya kwako. Ukiwa sijui ni mtu wa heshima sana, ni silaha ya kwako. Mwingine anakuwa sio mtu wa heshima, ni wa kiburi, lakini bado ni silaha ya kwake. Yaani bado hicho ni kitu Mungu amemwekea special. Kuna mahala pake huyo mtu anatakiwa kuwepo. Kuna mahali labda kama ni kazi au kama ni ofisi wanahitaji mtu strict. Mtu kwa straight. Mtu anayesema toka, kama utaki sepa. Yaani ni mtu ambaye yuko hivyo. Kuna watu wanaohitajika kwenye hizo ofisi. Kwa hiyo kuna namna ambayo Mungu anakupa kitu chako cha tofauti, kitu cha kutofautisha. Yawezekana ni katika ujuzi. Muangalie Esther. Afu sijui kwa nini vitu vya utofauti kwenye Biblia ni vingi sana viko vinafanana. Sasa katika uzuri wa uso, uzuri wa umbo. Jamani hivi vitu vingine ni vya kimungu kabisa. Kupewa uzuri nawe vya kimungu kwa kweli. Sisemi kwamba yani usipokuwa na uzuri basi Mungu hajakupa hiyo silaha, lakini Mungu anaweza akakupa uzuri wa uso kama silaha tu ya kwako. Esther alikuwa ni mzuri wa uso. Na ndio maana mfalme alimpenda.
Alikuwa na uzuri wa uso na uzuri wa umbo. Sasa hatujui uzuri wa umbo ulikuwaje na walikuwa wanapendeza, yani umbo yao yalikuwaje mimi sijui. Lakini alikuwa ni mzuri wa sura na umbo, ndio maana mfalme alimpenda. Yusufu alikuwa na uzuri wa sura. Na mimi nafikiri kwamba ule uzuri wa sura mke wake, mke wa mfalme wa Farao, ndo alimsuggest. Akasema huyu kijana tu. Huyu anafaa huyu. Lakini mfalme aliangalia zaidi kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye akili. Alikuwa na hekima. Alikuwa na akili, ujuzi wa kutafsiri ndoto. Hicho ni kitu ambacho Mungu alimpa. Lakini Danieli alikuwa na maarifa na ujuzi katika elimu pamoja na hekima. Tukiangalia kwenye ile Danieli, tutaenda kusoma Danieli 1:7. Alikuwa na ujuzi, alikuwa na hekima, alikuwa na akili. Yani hekima na maisha katika kudadavua mambo, yani anafanya katika hekima. Umeona? Kwa alikuwa na vitu kama hivyo. Alikuwa pia na macho ya rohoni ya kujua siri za siri. Yani alikuwa na uwezo wa kujua umeota nini na kuitafsiri. Sio hii ya sasa hivi ya mtu ya mtu tu kusubiri umwambie ndoto yako ili aanze tafuta. Tukiangalia katika Biblia ilikuwaje, katika Biblia itakuwa na maana hii. Alikuwa anatuambia ndoto uliyoota, na akisha kuambia ndoto uliyoota anakupa na tafsiri ya ndoto uliyoota. Kwa hiyo alikuwa na macho ya rohoni. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni moja ya silaha yake, ilikuwa ni kitu cha utofauti ambacho kilikuwa kimemtofautisha. Hicho ni Mungu alimpa, na hicho ndio kimuingiza kwa mfalme na kumpa kibali. Kwa hiyo Mungu anakupa kwanza ujuzi, anakukiretea mazingira, lakini anakupa kitu chako cha tofauti ambacho ukiingia nacho kwa mfalme, hicho ndicho kitakachokupa kibali. Kwa hiyo katika maombi yako unaweza kumwambia Mungu, ninaomba inua kitu ulichonipa. Inua ujuzi ulionipa. Inua kile ambacho umenipa ambacho kitanipa kibali mbele ya wakuu katika eneo langu ninalotakiwa kuwa. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atakuweka pale ambapo unatakiwa kuwa. Kitu kingine cha tatu, anakupa watu wa kusimama na wewe. Kwa hiyo akitaka kukuinua na kukupa kibali, anakupa watu wa kusimama pamoja na wewe. Anainua watu ambao wanakutetea, wanakupush, unaingia. Esther alipelekwa na Mordekai. Esther hakuwa anataka kwenda kucontest, yani kuwa mke wa mfalme. Hazikuwa hata ndoto zake. Lakini ni Mordekai mjomba wake ndio alimwambia, "Hebu nenda." Kwa hiyo alikuwa amempush, akajikuta ameingia. Kwa hiyo Mungu anakupa watu wako, Haruni wako, ambao watakuwa wanakupusha, ambao watakuwa wanakuambia wewe, it's possible, inawezekana bwana, hebu nenda, wania hicho kiti bwana, inawezekana, unaweza, fanya hivi, fanya. Kwa anakupa watu ambao ni wapiga debe, wanakupigia debe na wanakukusaidia na kukutia moyo na kukuonyesha kwamba you can do it. Unaweza kufanya hiki, unaweza kufanya hiki. Kwa mwisho wake na unajikuta umeingia katika hilo eneo. Umeingia kukutana na mfalme ambaye ndio anayekuwezesha kufikia katika hatima yako. Kwa hiyo unapata kibali kwa namna hiyo baada ya Mungu kukupa watu wa kusimama na wewe. Kwa hiyo unaweza kaomba Mungu, nimpe watu wa kusimama pamoja na mimi katika kile kitu ambacho umeniitia ili niweze kupata kibali. Bwana Yesu asifiwe. Pia tunamwona Yusufu ambaye alipewa kibali mbele ya mkuu wa gereza. Mungu alimpa huyu mkuu wa gereza ambaye akaweza kumtafsiria ndoto yeye. Kwa hiyo alivyoona mfalme alivyokuwa na yeye ana shida yake, akasema mimi nilipata shida kama hii. Unaweza ukawa wewe ni daktari by profession na una hospitali yako, akaja mtu ana complicated situation, ukamsaidia, ukafanya kwa bidii na ukamsaidia yule mtu akapona. Yule mtu atakuwa ni advocate kwa watu, ataenda kuambia watu, njooni muone huyu hapa. Kumbuka yule mwanamke ambaye alikuwa pale kisimani, alienda yule Msamaria pale kisimani, alivyoona Bwana Yesu amemwambia kila kitu, alitoka na kuwa mwinjilisti hapo hapo.
Njooni muone yule aliyeniambia mambo. Alisema hivi, alisema hivi, alisema hivi, akawa mwinjilisti na kuanza kueneza injili pale pale. Kwa Mungu atakupa watu wa kusimama na wewe, wainjilisti wa kusimama na wewe katika jambo lako. Kama ni mtumishi, Mungu ataleta mtu, taombea mtu mmoja ambaye atadhihirisha karama ambayo iko ndani mwako. Akishadhihirisha karama iko ndani mwako, huyo ndo ataita watu wengine na kwa ajili ya kukufuata wewe. Nyuki huwa anafuataga maua. Maua hayamfuatigi nyuki. Nyuki ndo anafuata nini? Maua. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe unayetafuta asali unaenda kufuata sehemu ya nyuki. Nyuki hakuletei wewe. Kwa hiyo kuna namna fulani ambayo Mungu anakutengeneza mazingira, anakupa watu wa kusimama na wewe, watu wa kukutambulisha. Anakupa watu wa kukutambulisha katika lile eneo ambalo Mungu amekuitia, ili uende kwenye ukapate kibali kwa yule ambaye Mungu amemweka kama mkuu, ili akuweke katika nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu kingine, anakupa watu wa kukutambulisha. Kwa hiyo anakupa watu wa kusimama na wewe. Wakisha simama na wewe katika jambo lako, kukupigia debe, kukupushi, kukutia moyo, kukuambia unaweza. Baada ya hapo anakupa sasa watu wa kukutambulisha. Na kukutambulisha kwamba bwana, kuna nani mahali, kuna dokta mzuri sana wa watoto, anaitwa fulani. Yule alinisaidia sana. Bwana kwa hiyo ndio maana tunaambiwa kwamba katika mambo yote tufanye kwa juhudi. Kwa sababu hatujui ni yupi ambaye atakuja ni yupi ambaye Mungu amemchagua kwa ajili ya kututambulisha. Kwa hiyo atakuja yule atakutambulisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hizo ni namna na njia ambazo Mungu anazitumia kwa ajili ya kukupa wewe kibali, ukakutane na wakuu, na ukishakutana na hao wakuu uingie katika ile nafasi ambayo Mungu ameshakupangia tangu awali. Na ukishaingia kukaa katika ile nafasi, tayari wewe unakuwa successful, yani unafanikiwa katika kile ambacho Mungu anataka ukifanye. Iwe ni katika kazi, iwe ni katika biashara, iwe ni katika ndoa, iwe ni katika huduma, iwe ni katika kazi, iwe ni katika shule, chochote kile ambacho Mungu amepanga, nafasi yote ambayo umepangiwa ukae, aidha ni katika siasa, aidha ni katika kanisa, kwenye kokote pale Mungu amekupangia. Mungu akikuweka ile nafasi, kwanza anaanza kukupitisha katika michakato fulani fulani, unaifikia ile nafasi. Na unapofika pale kwenye ile nafasi unakuwa humble. Yaani ukishapita hii michakato Mungu aliyokupitisha, Mungu unakuwa very humble katika ile nafasi, kuitunza na kujua kwamba aliyenitoa kule ni nani? Ni Mungu. Ndio aliyesababisha mimi nifike katika hii nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu sana kwa wewe ambaye umechukua nafasi kunisikiliza, umechukua muda wako kunisikiliza. Mungu akubariki sana. Ninaamini sana kwamba umebarikiwa. Ninaamini sana kwamba umebadilika. Mungu amebadilisha utashi wako, Mungu amebadilisha akili yako, lakini Mungu amebadilisha maombi yako na namna yako ya kuomba, ambayo utaenda kuomba kwa utofauti. Shalom, shalom.